Aliyemuiba mtoto ni huyu mama, na walimu wote hapa walimuona, na watoto wanaosoma na huyu mtoto walimuona. Viongozi mpaka leo kama mnavyosema, mpaka watoto wanaogopa kuja shule kwa sababu ya tukio hili. Sasa tungemkamata alafu tukakaa naye kimya, msingeelewa serikali kama inafanya kazi. Nikasema lazima tumlete hapa kwenye kikao cha wazazi na wananchi wote wa kata hii na kijiji hichi na wanafunzi wote wamuone huyu mama ndiye aliyekuja kuiba mtoto hapa shuleni. Baada ya hapa tutarudi naye, atakaa polisi, baadaye atafikishwa mahakamani yeye na mume wake. Wazazi wa mtoto huyu hawa hapa ambao ni mjomba wa mume wake na huyu dada. Tukio lilitokea tarehe 1 mwezi wa 6 na taarifa nilizipata mimi kwa saa sita mchana na nilikuwa safari. Baada ya kusikia kwamba wadogo zake wamerudi shule na yeye haonekani, nikaa kama lisali moja nikatumiwa meseji kwamba mzee, na kutoa hofu, mtoto wako naye wenyewe walikuwa wanataka milioni 20 ndipo anirudishie mtoto wangu. Hiyo namba hivyo ingia, nikapiga simu, namba haikupokelewa. Baada ya hapo wasema kwamba wanadai milioni 20 na mimi nikamwambia jamani, pesa sio shida, shida mimi nataka mtoto wangu arudi akiwa salama. Nilipofika mida ya saa 11 jioni wakanitumia meseji kwamba piga uongee na mwanao. Na kweli nilipiga nikaongea na mtoto wangu. Nikamuuliza umekula? Akasema amekula, ndio tukaachana hivyo. Jioni tena akanipigia simu, akasema mzee, wewe umekaa kimya, chagua kitu kimoja. Kiungo gani cha mwili ambacho nataka tukuletee ili ufanye mazishi ya mwanao? Nikamwambia hapana, pesa jamani nawatumia. Ipita kama siku 3 nikatuma kama milioni 5 na laki 5. Wakasema kwamba hiyo pesa tumeipata na mwanao tutakuletea. Kesho yake wakasema hii pesa imetumwa kimakosa, imekatwa sana, tunaomba mzee ongeza milioni 1 na laki 7. Nikaomba kupunguziwa, wakakubali kunipunguzia, nikatuma tena milioni 1 na laki 5. Baada ya hapo wakasema tuma laki 1 ya maji, tena nikawatumia laki 1 ya maji. Mimi kwa kuwa nilikuwa safari, nilikuta wenzangu wameshatoa taarifa kituo cha polisi. Baada ya hapo asubuhi nilifika hapa asubuhi saa 4. Wakasema kwamba twende Igunga. Tukaenda Igunga tukachukuliwa maelezo. Baada ya hapa tukaambia rudini nyumbani, tunalifuatilia. Jana ndo walikamatwa wengine Tabora, ilikuwa mida ya saa 10. Taarifa ya saa 10 nilipata mimi kwamba mtoto amepatikana. Na taarifa ilisema kwamba kuna mama mmoja ambaye alikuja akajitambulisha kama ni dada yake. Alikuja hapa shuleni akamuomba mtoto kwamba anaenda kumpiga picha hapo center ili aweze kumfungulia account benki. Na maelezo hayo alimpatia mwalimu mkuu msaidizi wa shule hii. Mwalimu mkuu msaidizi wa shule hii alichukua jukumu vizuri tu, akamuuliza kwamba unamfahamu? Akasema namfahamu. Mwalimu mkuu akampeleka darasani, nafikiri ni katika mbinu za kuona naye kama alikuwa na mashaka hivi. Kaambia darasa hili hapa, mama yule inaonekana ni kweli alikuwa anamfahamu. Akasema mtoto mwenyewe ni yule. Mwalimu mkuu msaidizi akasema basi naenda mpige picha haraka mrudishe. Kwa nadharia ya kawaida ambayo ambapo hakuna tishio la aina yoyote na hatuna kasumba ya namna hiyo wa Tanzania, hata kama ungekuwa ni wewe ungemruhusu tu amchukue, ampige picha, akamfungulia account alafu amrudishe, si ndio? Lakini kumbe maskini mwalimu mkuu yule alifanya makosa. Mama huyu akamchukua mtoto, akaenda naye Nzega, akaenda naye Kaliua, akaenda naye Shelui, akaenda naye Tabora na maeneo mengine mpaka mipakani mwa Kahama akafika naye, akiwa anadai apewe shilingi milioni 20 na wazazi wa mtoto huyu Paulina. Kwa maelezo yake anasema alitumwa na mume wake. Anasema waliona maisha ni magumu. Mume wake akamwambia nenda shuleni Burunde, kuna watoto wa mjomba wangu wanasoma pale. Kwa hiyo huyu ni ndugu yake tena mjomba wake, wanasoma pale. Akamwambia mtoto fulani Paulina, si unamkumbuka? Akasema ndio. Nenda kamuibe yule mtoto, tukae naye mpaka watupatie milioni 20. Mama yule akaja akamchukua na akaenda akamwambia mume wake, mtoto huyu hapa tayari ni naye.
wakamlaza siku ya kwanza pale Nzega. Wakati ulipofika wakapiga simu, maana si ndugu yao, wanazo namba zake huyu baba. Wakamwambia, sisi tumemteka mtoto pale, mtoto wako Burundi pale, tuletee shilingi milioni 20 tumwachie, la sivyo muda si mrefu tutamchinja. Baba huyu akapambana huku na kule, na vyombo vya usalama tayari vikawa vina taarifa. Kwa wote tulifanikiwa kumtumia shilingi milioni 5. Anayo milioni 5, lakini nawahakikishia hakuweza kuitoa. Kwa hiyo ipo kwenye simu ile ambayo alisema itumeni kwenye namba hii. Tukasema itumeni hiyo hela, ila hatoitoa, na hakuitoa kweli. Mara nyingi unafanya kazi ngumu kama hizi, lazima tukupongeze, na leo umeweza kufanya ndani ya kata yangu. Kwa hiyo nasema asante sana mkuu wa mkoa. Kama nilivyotangulia kuzungumza, ushirikiano huu ni waombe tuuendeleze. Kila siku ukisikia tukio la mwenzio lichukue liwe la kwako. Kwa hiyo ni waombe wazazi wa kata ya Iborogero, hawa walimu tuwasamehe, kama alivyotangulia kusema mkuu wa mkoa. Hata wewe jinsi alivyoingia, hata wewe ungemwachia mtoto akaenda, kumbe umekosea bila kujua. Kwa hiyo walimu wote na waombea msamaha kwa wazazi wa kata ya Iborogero. Mmewasamehe wazazi wenzangu? Mimi nishukuru sana wazazi wenzangu kuwasamehe hao walimu, kwa sababu ilifikia wakati mkuu wa mkoa watoto wakazuiliwa kuja shuleni, lakini wazazi nikawaambia waacheni waende wakafunge shule. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, wazazi wamesema kwamba wamewasamehe walimu, na walimu sasa watembee kifua mbele, kwa sababu walisababishwa